Romi. Ndio boss. Unajua Romi umekuwa karibu yangu kwa muda mrefu. Hivyo unajua vema maisha yangu nje ya ofisi mpaka ndani ya ofisi. Ndio boss. Tukiachana na masuala ya kazi, leo nahitaji tuzungumzie familia. Hapa nyumbani naishi na wadogo zangu wawili. Ila kuna huyu mmoja Usina ananisumbua sana akili. Maana anafanya mambo ambayo haikufanya hapo kabla. Kwani bosi, huyo Usina kwa sasa na umri gani? Huu ndo wakati wake. Wakati wa kunisumbua. Unajua nilichukua jukumu la kuwalea, kupunguzia mama mzigo wa kulea. Maana nisingechukua jukumu la kuwalea, huenda sasa hivi ningekuwa naishi na mke huko ndani. Uzuri, sina shaka nazungumza naye. Kwa maana unaelewa kipi nazungumza. Ila hayo yote unayopitia ya kupaswa kuyavumilia. Kwa maana Usina umri alionayo kwa sasa ni umri wa balehe. Hivyo basi unahitaji kuweka misingi iliyo mizuri ya kuweza kumfanya Usina awe jinsi unavyotaka wewe. Misingi? Misingi ipi? Maana mimi muda mwingi niko busy na kazi. Na wao akitoka shuleni hawana mtu wa kuwachunga hapa nyumbani. Ni kweli, lakini naweza kutafuta tuition vya kumweka Usina huyo hawe busy muda wote. Sawa. Asante kwa ushauri, nimekuelewa. Lakini vipi kuhusu ile jambo letu, lifanikisha kumuingiza ndani? Ndiyo. Na hivi muda karibuni atatumwagia. Hongera sana. Keep it. Je, ile kazi niliyokupa vipi inaendelea? Kiukweli bosi, ile kazi iko vizuri. Inaendelea vizuri. Sawa. Labda kuna kijana mmoja ndo hajaelewa kivile. Okay, wewe ndio kumfundisha naye atakuwa sawa. Sawa bosi. Yuko wapi? Halo? Halo? Kwani kuna shida gani je? Bosi, nimepigiwa simu hapa dharura. Mke wangu amezidiwa yuko hospitalini. Basi wewe nenda taarifa tuelezee, lakini ndio. Basi shukrani sana bosi wangu. Okay. Hivi kaka, umeamua kuishi katika penzi la mtoto mdogo? Penzi la mtoto inaingia vipi kwa life? Inalipa? Nahisi, japo sina uhakika, ingawa yeye mwenyewe analipa. Bosi, na huku unafika? Nifike huku nifike hapo sasa. Karibu. Asante sana. Salama, shikamoo. Marhaba, mnaendelea? Salama sana. Kwema. Salama. Naomba sabuni. Karibu tena. Asante. Wewe mwanangu, utaendelea kuruka naye? Hiyo must. Maana demu yule ni mkali.
Ila nyinyi vijana mnajua kutuharibia wadogo zetu. Hamna bosi, yana mwisho. Sawa. Ila mimi nikikuta mtu kwangu namtoa baruti. Usijali rafiki yangu. Mungu atasaidia, utapona. Subiri maliza daktari akitoka. Sawa. Jamani, habari zenu? Naendeleaje? Wewe ndio umemleta huyo? Aha, sawa. Unaweza kutupisha kidogo nikafanya mazungumzo naye? Sawa daktari. Jessica. Unaendeleaje Jessica? Angalau kidogo daktari, napata nafuu. Pole sana Jessica. Asante sana daktari. Na nilikuwa na maswali, nahitaji ukweli wa maswali yangu. Sawa daktari, niulize. Sawa. Na hili tatizo umedumia kwa muda gani? Ni muda mrefu kidogo. Ila tayari nilikuwa kwenye ndoa. Sawa. Sawa. Sasa mbona tatizo limekuwa la kudumu na kuiponya ni gharama? Ni kweli daktari, nalijua hilo. Sawa. Na mmeo analihimili vipi hasa hili tatizo? Naomba nikuombe kitu daktari. Usimwambie Mungu kuhusu hili. Mke wangu hakuna anachokijua kuhusu hili. Na isitoshe Mungu ni mtu ambaye hajali sana kuhusu hisia zangu. Na isitoshe ndio chanzo cha mimi kuwa hivi. Yeye ndio chanzo cha kupelekea mimi kufikia hali hii. Nilifanya hivi ili kutimiza haja zangu za mwili. Pole sana. Kama Jessica, pole sana. Mungu atusaidie, haina shida.